Bwana, mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji kwenye michuano ya CRDB Cup umetamatika kwa Simba kutoka na ushindi mnono wa mabao 3-1, ikiwa ni comeback ya maana kabisa, na hapa niko na mzee wa mabomu, ana mengi sana ya kutujuza siku ya leo. Bwana, vipi? Fresh. Dodoma mnagomvi nao? Dodoma sio tunagomvi nao. Wana wasa. Wewe kutusikama tusikagabi. Wao wanachopata wao ni bahati tu inakuwa kwao. Kwa sababu kama kipindi cha kwanza ile umeona kabisa watu wamekosa karibia goli ngapi, watu wanakosa. Wewe Dodoma Jiji kwa kifupi walikuwa tuwapiga hata 10 leo 10 bila. Sema tu unajua Simba Sports Club kuna tatizo moja. Lipi hilo? Tatizo tunalogana yenyewe kwa yenyewe. Yaani ndio tatizo. Simba mnalogana tena? Wenyewe kwa yenyewe, kwa sababu sasa hivi kuna watoto wajinga. Umeelewa bana? Yaani Simba ikitoa sare wanaibuka, wewe Mohamed kama tajiri tulete ubingwa. Sasa ubingwa kuna sababu watu unaponunuliwa ili Mohamed anakosa gani kuna kununua Mohamed. Leo mnyama kashinda. Au tuambie tu. Wale wanasema wanataka Mohamed anunue ubingwa. Wanataka ubingwa Mohamed aite ubingwa. Sasa watuambie sehemu gani ubingwa unapouzwa afu Mohamed ashindwa kwenda kununua. Kuja kwenye mchezo wa leo kwanza lile goli la sasa kwa utaki kwenda leo. Mimi nakwambia kabisa. Hapo kuna mtu mmoja. Nani? Huyu Jairuti. Jairuti tajiri huyo. Asitake kushindana na Mohamed. Mimi namwambia kabisa Jairuti, usishindane na Mohamed. Kwa sababu unataka kuwatuma wapumbavu wa kiasi Dr. Moshi 24. Unataka kuwatuma ili mradi wamtukane tajiri. Hiyo Jairuti sasa tutakubali. Na sisi Jairuti sisi tunakwambia wewe ulikuja kwa ajili ya jezi tu. Sasa mambo mengine unataka kuyafuata. Sisi tutakutimua mbio. Sio nakwambia kweli Jairuti. Hapo utatoka. Huo mkataba wako si uwezo kuvunja tunao. Unasema umeelewa? Kwa maana hiyo kwamba kuna shida sasa Jairuti. Wewe unatumatuma watoto kwa sababu leo unaonekanika watoto uko nao katika ofisi yako, afa siku pili yako wanamtukana tajiri. Ina maana inaonekana wewe ndio unawatuma hawa. Umeelewa? Wewe unatuma watoto. Sasa kama kwa sababu kama unatuma, sisi tutaangalia kama vipi mkataba wako sisi tunaweza tukauvunja huo mkataba. Kaita neema msimu ni jezi. Umeelewa? Wewe zako ni kutengeneza jezi tu. Hapa mambo mengine wewe aache. Wewe hapo sasa kuigombalisha Simba. Umeelewa? Sasa sisi tunachotaka sasa hivi ni ubingwa. Sasa hapa mnavofika hapa kutuchonganisha kututibua kufanya hivi ili mradi Yanga achukue kombe au mambo sasa hatupendi. Umeelewa? Kaeni viongozi, kaeni pamoja ili watu tuchukue kombe. Kombe hiko kuchukua ni rahisi. Yanga hana uwezo wa kutuzuia sisi tuchukue kombe. Sema kwa sababu mnategeza bifu sio kwa maana. Ndio maana tuseme sisi tunakosa kombe kwa sababu ya ujinga tu unaofanyika huko. Kwenye ligi Yanga kawaacha alama kadhaa. Hizi alama sio nyingi kwa sababu hizi alama kama watu tunakaa tunashikamana, tarehe 3 Yanga hatuwezi kumwacha, tunampiga. Kwa kiwango cha leo cha Msimbazi unaona kabisa kwamba kwenye ligi akitetea nafasi ya kuchukua kombe. Nasema vipi? Hakutetea kombe kusema tutatetea uko pale sisi tumechukua. Sisi hatuna kombe. Tunaitafuta. Sisi tunaitafuta kombe. Kwa hali na mali. Ukisema tunatetea ina maana tulikuwa nalo. Sasa sisi tunaitafuta. Kwa hali na mali. Na kombe kama sisi tukiamua kulitaka kabisa, ina maana Simba kuna viongozi wa kina Magoli wakina Mkwabi, umeelewa? Wale kombe wanataka kombe tuchukue Simba kombe. Lakini kuna watu wakina mzee wangu, wakina mzee Mangungu na wenzake hawataki Simba tuchukue kombe. Na hili hapa huu ni mwaka karibia wa 3. Hii biashara ndio inafanyika hivi. Ina maana inapofika mwisho raundi ya pili ndio wanapoibuka wakina mzee wangu huyu na watu wake wanaita filigisu ili mali Simba tuchukue kombe. Kwamba kuna namna. Mimi nakwambia vipi? Hivi nishafanya uchunguzi wangu ni mwaka wa 3 sasa. Inapofika raundi ya pili ya ligi ndio figisu zinapofanyika. Umeelewa? Hebu kama wewe hapo Mangungu, unajua kama Simba ikichukua kombe na kwenye sifa unakuwepo. Kwa nini utaki? Umeelewa? Simba ikichukua kombe na katika uongozi wangu na mimi nimechukua kombe. Sasa Simba sipochukua kombe, wewe unajivunia nini? Umeiongoza Simba. Wewe unajivunia nini? Umefanya nini kwenye Simba? Kwa sababu hujajenga uwanja, kombe hujachukua, hujaifunga Yanga. Sasa unakuwa unajivunia nini? Kwa sababu kuna vitu unatakiwa ujivunie. Umeona? Katika nani? Katika anajivunia kuleta kadi. Labda siku sio nyingi kadi zinaanza kusambaa. Leo hii yule nani mte wetu nani Age. Naam. Akikaa kwa Kigamboni anaweza anajivunia bwana mimi nimechukua kombe nimempiga Yanga 5. Umeona na mzee wake anajivunia hilo. Kadi zinakuja ni utawala Mangungu kwanza. Naam. Nasema vipi mzee wake akikaa kwa Kigamboni anajivunia kwamba bwana mimi nimempiga Yanga goli 5 nimechukua makombe. Sasa wewe mzee wangu wewe Mangungu wewe unajivunia nini? Kadi wako ukishaisha. Unajivunia nini?
kwa sababu hujamfunga Yanga, hujachukua kombe lolote. Sasa unajivunia nini? Analeta kadi Msimbazi. Hujajenga uwanja. Yaani una chochote ulichokifanya cha maana. Unajivunia nini? Alafu tunakuombeni. Tunaomba sasa hivi mkutano, tunataka mkutano ili mradi tutengeneze timu, kwa sababu timu sasa tunafanywa uhuni na uchaguzi pia ufanyike. Uchaguzi muda wake ni bado. Hakuna cha bado, mtu anajiuzuru, tunafanya uchaguzi tu. Wewe unakaa unafanya nini hapo? Kama timu haichukui kombe, wewe unakaa kufanya nini? Kombe la CRDB tayari mpo kwenye hatua ya robo finali. Nanukia hilo Msimbazi. Nasema vipi? Kama tunaamua kujipanga vizuri, umeelewa? Sisi ligi tunachukua, umeelewa? Na FA pia tunachukua. Lakini sasa hapa kunaonekanika kabisa kuna hawa watoto wanatumwa. Watu wako Arusha wanacheza mechi, kuna wengine wako Kilwa huko wanafanya figisu ili Simba asishinde. Figisu gani zinafanyika Kilwa na timu ipo Arusha? Sasa Kilwa kushinda huko kwenye nani, huko kwenye mizimu, mtu anakaa kwenye mizimu ili mradi Simba asifanye vizuri. Kwamba kuna watu kwenye Simba huko wanaroga isifanye vizuri. Ndio nakwambia, si ndio? Wewe timu imetoa sare, wanaibuka wale wapumbavu. Wewe Mohamed, wewe tajiri gani uleti kombe? Sasa kombe sehemu gani linapouzwa muone akalinunua? Hakuna. Waseme kabisa Mohamed hawezi kukosea kwenda kununua kombe. Ni kiwango uwanjani linapouzwa. Ina maana kilichotakiwa tuwe wamoja, mpira upigwe. Unatakiwa mpira upigwe kule nani, lakini sasa kama hatutakuwa wamoja, hatuwezi kuchukua kombe. Kwa kiwango cha leo achoonyesha mnyama Simba na comeback ya maana kabisa, unaona nafasi ya mnyama kusonga mbele, kuvuka hatua mpaka finali kwenye FA? Hiyo sio kufika finali. Simba kama anaamua kabisa, tunaamua kushirikiana ili kombe tunabeba na la ligi pia tunachukua. Lakini tatizo linapokuja hii tunapopigana makele tunavyosumbuana, hatuelewani. Kwa shida ni ushirikiano tu Msimbazi. Ushirikiano Simba tumekosa ushirikiano tokea ameingia madarakani Mangungu. Ushirikiano Simba hakuna. Kila inapofika ligi raundi ya pili pale maelewano ndio tunapovurugana ili mradi sisi tukose kombe. Sio yote imekaribia mwaka wa 4 sasa Mangungu yuko madarakani. Yaani ndio hivyo. Ikifika raundi ya pili tu unakuta tayari inaanza vurugu. Umeelewa? Yaani tunagombanishwa mashabiki, tunagombana wenyewe kwa wenyewe. Lakini mbona zetu Yanga wagombani? Neno lako la mwisho kwa Simba mchezo ujao anachezea kule Arusha. Neno lako la mwisho ni lipi labda? Neno langu la mwisho mimi hapa yule nani Fotegate anapigwa. Kupigwa atapigwa tu. Umeelewa? Hizo point 3 tunachukua. Ila mimi narudia tena. Narudi kwa Jeruti. Jeruti hata kuadhamini ya watoto. Hebu waache.